Tukiukia taarifa nyingine, inaelezwa kuwa amani ndio msingi wa maendeleo katika taifa lolote duniani. Amani ikitoweka, kila kitu kinavurugika. Katika kipindi hiki, mataifa mbalimbali ya Afrika yanaendelea na mchakato wa uchaguzi mkuu, lakini amani na utulivu ni mambo yanayopewa msisitizo mkubwa. Kwa nini amani barani Afrika ni muhimu? Je, ni uhusiano gani uliopo kati ya amani na maendeleo? Ungana na Jackson Mwanuzi kufahamu zaidi. Katika kila kona ya Afrika, msimu wa uchaguzi mkuu huibua hisia kali, matumaini mapya na matarajio makubwa ya mabadiliko. Hili ni jambo la kawaida katika jamii yoyote ya kidemokrasia. Baadhi ya mataifa yamekuwa yakitaka kutumia demokrasia vibaya. Ingawa sauti za vijana ni muhimu kwa mustakabali wa bara hili la Afrika, ni vyema kutambua kuwa vurugu, migomo na maandamano yasiyozingatia sheria huleta athari kubwa kwa jamii, uchumi na maisha ya raia wasio na hatia. Tafiti zimeonyesha kuwa mataifa mengi duniani yaliyoingia katika machafuko wakati wa uchaguzi yamelazimika kutumia zaidi ya 20% ya bajeti zao katika kulipa fidia na kujenga upya miundombinu iliyoharibiwa, fedha ambazo zingetumika katika sekta ya afya, elimu na maendeleo ya jamii. Waasisi wa mataifa mengi ya Afrika, akiwemo baba wa taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, waliamini kwa dhati kuwa amani ni msingi wa maendeleo ya kweli. Inaelezwa kuwa baadhi ya machafuko yanayoibuka katika baadhi ya mataifa ya Afrika yanachochewa kwa kiasi kikubwa na watu waishio nje ya Afrika wasioguswa moja kwa moja na matokeo ya vurugu hizo. Dr. Ayubu Rioba anasema uzalendo ni kuipenda nchi yako na Afrika hata unapokuwa na mawazo tofauti na uongozi wake. Kikubwa tu unaangalia njia sahihi ya kuyawasilisha. Vilevile uzalendo ni kushiriki katika uchaguzi wa amani, kujieleza kwa njia ya kidemokrasia na kuheshimu mchakato wa kisheria. Ni wakati sasa wa mataifa ya Afrika kutambua kuwa amani inapovurugika, bara linapoteza miaka mingi ya maendeleo. Vurugu zinaharibu shule za watoto, hospitali za wagonjwa na masoko ya wajasiriamali. Swali, je, maendeleo ya Afrika yatapatikana kwa uharibifu? Takwimu zinaonyesha kuwa nchi zenye utulivu wa kisiasa huvutia wawekezaji mara 3 zaidi ya zile zenye historia ya vurugu. Hili linaelezwa kuwa na maana moja tu: amani ni dira ya maendeleo. Hivyo kila Mwafrika anapaswa kuwa balozi wa amani, si kwa maneno bali kwa matendo. Wachambuzi wa diplomasia na uchumi wanasema vijana wa Afrika wanatakiwa kufungua macho na mioyo yao kwa kutumia nguvu zao kwa njia sahihi, ikiwemo kuelimisha, kushiriki katika siasa kwa njia ya kistaarabu na kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha matatizo. Jackson Mwanuzi, TBC. Jackson Mwanuzi akiangazia hilo swala la amani ambalo linatupeleka kwenye mjadala wetu kwa siku ya leo. Tutaangazia hapa Afrika, lakini mataifa mengineyo vile vile Afrika. Kiondoka na takwimu hapo, 20% ya bajeti ya serikali mbalimbali inatumika katika kulipa fidia ambayo imesababishwa na madhara kutoweka kwa amani, hususan baada ya uchaguzi. Sasa hivi Afrika, baadhi ya mataifa yapo katika mchakato wa uchaguzi mkuu, na mara nyingi kwenye uchaguzi ndio amani inatajwa kutoweka pale. Ninaye hapa Majidi Mjengwa ambaye yeye ni mchambuzi masuala ya siasa, vile tunaweza kusema na diplomasia ama uongozi kwa ujumla. Hapo tutaangazia hilo. Wakoloni waliacha Afrika hii wakiondoka kabisa, hayajitawaleni wenyewe, lakini inapotokea uchaguzi mara kwa mara kunakuwa ndivyo sivyo. Waafrika wenyewe wanagombana nini? Kwa nini wagombane? Swali zuri Khalid. Nilikuwa mtafakari Dr. Ayub Rioba alizungumza juu ni wakati gani, bila shaka alikuwa anafafanua ni wakati gani amani inatoweka, akiwa na maana pale ambapo fikra tofauti wanaposhindwa kuvumilia mawazo tofauti, pengine ndio chanzo cha watu kufarakana. Na katika hilo unaweza kusema pia kwamba pasipo na uvumilivu, mahala pasipo na uvumilivu demokrasia haiwezi kuwepo. Na kuwa na uvumilivu haina maana ya kushawishiwa au kujiunga lakini kuvumilia mawazo tofauti. Kwa hiyo ukiwa na uwezo wa kuvumilia mawazo tofauti, na hata kama mtofautiana, namna gani ya kuwa pamoja, kuendelea kuzungumza,
Kwa hiyo na umuhimu wa mazungumzo. Panapokosekana mazungumzo, amani inaweza ikatoweka. Sasa kuna profesa mmoja akiitwa Mariam Kono, Tielo. Mariam Kono, mwaka 95 sisi wengine tulishiriki uchaguzi huo, alikuja na kitabu kinachosema Who Votes in Tanzania and Why? Nani anapiga kura Tanzania na kwa nini? Leo angeandika nani anapiga kura Afrika na kwa nini? Inafanana. Kwa hiyo Profesa Mariam Kono, ukiacha kwa nini tunajua, nani anapiga kura tunajua, lakini kwa nini, moja wa sababu ni mahitaji ya watu. Lakini moja ya hitaji kubwa ni ulinzi na usalama. Utulivu. Katika hiyo tunaweza kuona katika nchi yetu wakati huo na sasa watu walikuwa wakisafiri na kusindikizwa na askari, ulikuwa na uporaji. Kwa hiyo watu walikuwa wanataka chama au kiongozi ambaye anaweza akawahakikishia usalama wao. Leo watu wanasafiri saa 24 mfano. Sawa sawa, tutakuja kwenye madhara yake, lakini mara nyingi Afrika inatajwa neno haki likiingilia hapo katikati ya amani, au ambao pengine wanatajwa labda pengine wataleta machafuko, wanasema haki kwanza. Haki na amani vina uwiano gani hapo, na ipi mamlaka kuheshimu labda kile ambacho kinaliliwa labda? Kwanza taifa katika nchi yote ile inakuwa juu ya kila kitu. Unapozungumzia haki unaipata kutokana na njia ya mazungumzo, kwa sababu demokrasia katika nchi yote haiwezi ikawa imefikia ukomo. Hata Marekani kulikuwa na wakati uchaguzi uliopita tu Trump ameingia madarakani, kulikuwa na vurugu za kabla ya uchaguzi, jaribio la kupigwa risasi na matukio kama hiyo. Kwa hiyo demokrasia zetu bado changa. Usipopa nafasi ya mazungumzo, zile haki zinaweza zikawa zinapotea, kwa sababu hakuna nafasi ya kuongea. Na ilivyo vita vyovyote duniani lazima vifike mwisho, kama tulivyoshuhudia sasa hivi. Lakini migogoro yote lazima ifikie mwisho. Inafikaje mwisho? Ni kuisogelea meza ya mazungumzo. Tunazungumzia Msumbiji, Oktoba mwaka jana tarehe 9 walifanya uchaguzi. Daniel Chapo, Valencio Mondlane leo wanakwenda kukutana kwenye meza majadiliano kujadili mustakabali wa Msumbiji. Ni baada ya watu 300 wafariki dunia kutokana na vurugu baada ya uchaguzi. Mpaka Disemba tulikuwa tunasema hawa watu wanakwenda Christmas wakiwa wanauana. Ni kutokana na Oktoba 9. Leo wanakwenda kufanya mkutano mkubwa wa kitaifa wa maridhiano. Sisi tunazungumzia maridhiano hapa, rais aliye madarakani. Kwa hiyo bila shaka mchakato wa katiba, maridhiano yanahitajika ili kuepuka hali ambazo tunaziona katika nchi zetu. Kikubwa kinachoathiriwa ni uchumi. Sawa sawa, tutarudi hapo kwa Mtanzania ambaye anasikiliza, kwa nini bado unamsisitiza hivyo. Lakini kwa sasa ni kuonyeshe madhara ambayo yametokea kutoweka kwa amani pale Palestina, eneo hilo la Gaza. Nikupe kwanza taarifa hii. Rais wa Marekani Donald Trump amesema dunia inashuhudia tabasamu la kihistoria Mashariki ya Kati kutokana na utekelezaji wa makubaliano ya amani yanayolenga kusitisha mapigano ambao umeanza katika ukanda wa Gaza. Trump ametoa wito kwa pande zote kuwa tayari kukomesha mapigano kwa ajili ya kuimarisha amani katika ukanda huo. Akihutubia bunge la Israel maarufu Knesset lenye wajumbe 120, Trump ametangaza kumalizika kwa vita vilivyodumu kwa miaka 2 ambavyo vinatajwa kama moja ya mashambulizi ambayo mashambulizi mabaya zaidi katika historia ya Israel yaliyosababisha maelfu ya raia wa Palestina kuuawa. Katika hatua nyingine, amesifu juhudi za waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ambaye amekuwa tayari kusaini makubaliano ya amani na kundi la Hamas, huku akiongeza kuwa waziri mkuu wa Israel anastahili msamaha kwa sababu yeye ni mshindi. Naam, nikuonyeshe sasa kile ambacho kimetokea pale Gaza. Hiyo ndo hali halisi ilivyo hapo. Miaka 2 iliyopita Gaza ilikuwa na majumba yake mazuri kabisa. Sasa hivi mambo yote yameenda chini hapo. Si raia, si majengo hapo. Ndio. Kuanza kwa vita ilikuwa ni tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 ambapo Waisraeli 1200 wameuawa na 1200 walitekwa kwa mateka hapo kupelekwa kule Palestina. Lakini vile vile wa Palestina zaidi ya 65,000 wameuawa. 90% ya mji wa Gaza umeharibiwa. Mji umeharibika kabisa. Hiyo ni tangu vita ilivyoanza mpaka sasa pale Palestina. Kuonyesha kitu kingine sasa, katika makubaliano ambayo yalifanywa Oktoba 8 mwaka huu 2025, mateka
20 wameachiwa huru. Hao ni mateka wa Israel kama walivyohitaji katika makubaliano, lakini vile vile miili 4 ya Israel imekabidhiwa kwa familia. Miili 4 ya Israel imekabidhiwa kwa familia, lakini vile vile na mateka wa Palestina nao waliachiwa na Israel, pamoja na wafungwa vile vile waliachiwa na Israel kurejea kwao. Kwa hiyo ni kama amani imerudi Gaza, tunaweza tukasema hivyo, bwana Majidi. Tumemwona leo pale Cairo Sheikh Al-Sham, Marco Rubio, Trump, alikuwepo pia Steve Witkoff na mkwe wa Trump, Jared Kushner. Hao watatu wameshiriki kwa karibu sana kuitafuta kuchagiza amani katika Gaza. Lakini tusimsahau mwanamfalme Al Thani wa Qatar na mwenye Al-Sisi generali. Lakini amani imerudi katika Gaza. Kuna wakati miaka hiyo 2 iliyopita niandika mahala kwamba chuki haimalizwi kwa mabomu, isipokuwa unazalisha chuki nyingine. Watu wengi wamekufa, wanawake na watoto wasiokuwa na hatia. Inaonyesha wazi kwamba mwisho wa siku wameshindwa kufanya kile ambacho kingeweza kumaliza chuki. Badala yake tunaenda sasa kwenye mjadala wa kuona namna gani mataifa yale, watu wale wa Palestina wa Israeli ambao ni ndugu kimsingi, wanaenda kuishi pamoja na kumaliza yale majeraha na chuki ambayo imezalishwa kutokana na kuondoka kwa roho za watu wengi. Lakini majadiliano mara kwa mara, majadiliano haya yanakuwa yanatokea na vita saa nyingine imekuwa kama kushtukiza hata mashambulizi haya. Bado ipo hofu. Kwa sasa hivi kwa kilichotokea, sisi wachambuzi tunaona kutakuwa na amani, kwa maana ya kwamba mataifa makubwa kama Qatar, Egypt na Uturuki wako upande huo wa kuhakikisha kwamba kunakuwa na amani katika Mashariki ya Kati. Tunaona Iran imesogelea, pia Marekani na Trump ameonyesha hizo juhudi za moja kwa moja. Ni imani yetu watu wa dunia wapenda amani kwamba kutakuwa na amani ya kudumu katika na swala kubwa ni uwepo wa mataifa mawili ya Palestina kama taifa na Israeli kama taifa. Hiyo ndo mzizi wa tatizo kubwa la Mashariki ya Kati. Hasara kiasi gani imetokea katika taifa la Palestina kwa ujumla? Kubwa. Picha hiyo ilionyesha pale inafanana na Berlin 1945, ilikuwa nayo imeangamia kwa kiasi kikubwa. Mwanamfalme anatarajiwa atatoa msaada mkubwa kuijenga upya Al Thani ule wa Qatar na wengine kuijenga upya Palestina, Gaza. Na ndio hayo ambayo tunatakiwa tutafakari. Sisi tunapokwenda kufanya vurugu katika nchi zetu za Kiafrika kama inavyoonyeshwa, kunakuwa pia na uharibifu mkubwa wa mali na maisha ya watu. Na pale ambapo vitu vinakuwa vimeharibika, nyumba na majengo, kujenga upya inakuwa ngumu sana. Kuanzisha vurugu ni jambo rahisi sana na vita, lakini kuvimaliza inakuwa ni jambo gumu sana. Na hapa imechukua miaka 2 na leo tunaona madhara yake, lakini wana wajomba na wafalme wa kuwasaidia. Sasa Majid anasema kuanzisha vurugu inaweza ikawa ni jambo rahisi, lakini kumaliza ama athari zake zile katika kurejesha katika hali ya amani inakuwa ni ngumu kabisa. Akisisitiza swala hapo la majadiliano mara kwa mara, hata kwa yule ambaye amepandwa na hasira, basi kutuliza hasira na katika meza majadiliano mambo yaanze upya, amani iweze kulindwa. Kila mtu analilia amani hata katika ngazi ya familia pekee. Shukrani sana kwa sasa. Asante sana. Taarifa nyingine, baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amewahi kuzungumzia mwongozo wa namna